Amina. Haleluya, haleluya. Ninajua, lakini nani ninasema mtashusha nyavu, maana ninajua anaweza. Kwa hiyo ninakwenda kushusha mawe, ila sishushi kwenye mawe, kwenye maji, ni mradi pana maji ni kushusha nyavu. Nikizikuta ngwehe, chura, nini, vyote nitachambulia nje. Kazi ya Bwana itafika. Haleluya. Basi tuende tusome. Nitasoma katika jina la Yesu. Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuangazia hao waliao katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Haleluya. Lakini sambamba na andiko hilo utaweza kulinoti andiko lingine la Luka 4 mstari wa 18 linaloonyesha sasa utimilifu wa hii hapa ambayo ilikuwa imetabiriwa na nabii Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Nitambulishe kichwa cha somo ambacho tunakwenda kujifunza. Kichwa cha somo kinaitwa lipo tumaini katika Kristo. Lipo tumaini jipya. Lipo tumaini jipya katika Kristo. Lipo tumaini jipya katika Kristo. Haleluya. Na wakati ninazungumza kwa habari ya tumaini jipya katika Kristo, ni lazima wote tupate kujua mambo machache kutokana na habari ya kichwa kama hiki. Ninaposema tumaini, ina maana ya tafsiri ya kiimani inayoonyesha matarajio ya hakika ya kwamba kuna jambo linakwenda kuonekana ama kutokea. Yaani tumaini ni hakika ya matarajio. Sasa tunaposema tumaini jipya, yani liko tumaini jipya katika Kristo, ina maana tunayo hakika ya matarajio katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo ni maana ya tumaini jipya katika Kristo. Lakini pia unaweza ukaona neno ambalo linaonyesha tumaini jipya katika Kristo ya kwamba limekuwa na namna kama tatu zilizogawanyika. Kuna namna ya kwanza inaonyesha neema ya kufunika maovu au dhambi kwa mwanadamu. Hilo ni tumaini jipya katika Kristo, kama neno la Bwana lisemavyo, tazama ya kale yamekwisha. Yaani mtu akiwa ndani ya Yesu, ya kale yanakwisha, anakuwa kiumbe kipya. Huo ni upande wa kwanza wa tumaini jipya katika imani. Lakini uko upande wa pili, namna ya pili nyingine ambayo inaonyesha tumaini jipya, maana yake ni nguvu ya uvumilivu. Nguvu ya uvumilivu inaonyesha mtu anapokuwa na tumaini na mtazamo wa kitu cha mbele. Yaani haijalishi anapitia nini ama anaona nini, lakini anasonga mbele na kukabili zile changamoto, wala harudi nyuma, wala haachi. Anatamani kuona ushindi katika zile changamoto. Hiyo ni nguvu ya uvumilivu, nayo ni upande wa tumaini jipya.
Ni namna ya tafsiri ambazo zinaonyesha hali ya kutofautisha, lakini zinasambamba katika upande wa imani. Lakini iko aina ya tatu. Namna ya tatu ni tumaini jipya kwa habari ya ahadi ya uzima wa milele. Wakristo wote tuliomwamini Yesu Kristo tumepokea neema ya wokovu. Tunalo tumaini jipya kwa sababu iko ahadi ya Yesu Kristo ambayo atasema wote watakaofanyika kwa wana wa Mungu wataishi maisha matakatifu, nao watashinda ulimwengu, watarithi uzima wa milele. Hiyo ni namna ya tumaini jipya. Tunalo tumaini jipya. Hata leo liko tumaini jipya katika Kristo Yesu. Lakini unaweza ukaona katika kitabu cha Isaya ambacho tunakwenda kujifunza mambo kadha wa kadha, kinachotuelezea kutoka kwenye mlango wa 61 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3, namna ambavyo kinaonyesha kazi ya nabii mmoja aliyejitoa na kujitoa kwa akili zake zote, kwa nguvu zake zote, na kwa namna alivyoishi katika ile jamii. Tuone Isaya alikuwa na namna gani. Hata leo na sisi tupate nafasi ya kujifunza kwa habari zilizoandikwa naye. Hiki kitabu kimeandikwa katika namna inayoonyesha mfululizo kama Biblia ya Agano la Kale na Agano Jipya, kwa namna ya maagano mawili, kwa sababu kimezungumza na kufunua kwa habari ya hukumu, lakini kimefunua kwa habari ya ukombozi wa Yesu Kristo. Na ukiangalia Biblia nzima inazungumza kwa habari ya ukombozi wa wanadamu. Kazi tunaishi katika neema, maana tuko katika Agano Jipya, lakini kwa ujumla tuko katika ukombozi wa Yesu, yeye aliyotufilia. Hivyo hii sehemu ya nabii Isaya inakwenda kutufunulia hata sisi tutanufaika vipi, tutapataje faida juu ya fundisho la leo. Tunaona Isaya alikuwa ni mwandishi mzuri, lakini alikuwa na fani ya kuandika ushairi. Lakini Isaya alikuwa ni nabii wa Mungu, naye alipendwa sana na akapendwa na wafalme mbalimbali. Lakini Isaya huyu ndiye akafanya hiyo kazi kwa karne ya 7 mpaka karne ya 6, yani mwaka 700 mpaka 680, ya kwamba kutoka juu kurudi nyuma, maana ni wakati wa Agano la Kale. Ilikuwa ni wakati ambao Isaya alifanya kazi hiyo yapata nusu karne ya historia ya Yuda, yani mji wa Yuda wa kusini. Wakati huo Isaya akifanya hiyo kazi, alikuwa na familia, alikuwa na mke mmoja, akawa na watoto wawili. Maana ya majina ya watoto yenye tafsiri ya kwamba hakika neno la Mungu na ujumbe wa Mungu umefika kwa taifa. Isaya akawapa watoto wenye tafsiri ya kuitafsiri kazi yake ya kiroho. Mimi na wewe tunampa mtoto jina gani? Je, tunampa mtoto jina la matatizo na mikosi wakati tumepokea neema ya wokovu? Hapana. Na kama ulifikiri hivyo, basi geuza mtazamo. Akawa na mke mwenye karama ya kinabii, hivyo nyumba yake ikawa nyumba ya kitumishi, nyumba ya kinabii. Lakini Isaya alifanya kazi katikati ya wafalme wanne, akiwa Uzia, Ahazi, Yotamu na Hezekia. Huyu mfalme alifanya kazi na akapendwa, lakini alitangaza juu ya hukumu na akatangaza juu ya wokovu. Akatabiri kuzaliwa kwa Yesu, akatabiri kuzaliwa kwa Yohana, ya kwamba yuko Yohana atakayekuwa mtangulizi, naye Yesu atafuata katika njia. Isaya alikuwa ni nabii wa kweli, lakini akafa kifo kibaya kwa sababu ya kazi yake. Maana kutokana na mtazamo na misimamo ya Kiebrania wakaamuru kumuua. Akafa kwa kukatwa vipande viwili, wakamkata kwa msumeno. Naye aliyeshiriki kumkata ni mtoto mbaya wa Hezekia.
aitwaye mfalme Manase, yaani mrithi wa ufalme kwa baba yake Hezekia. Haleluya! Huyo mtu alijitoa, aliacha mjane na watoto wawili kwa sababu ya kazi ya Mungu. Leo hii wewe unaogopa nini ikiwa umekubali kuingia kwa Yesu? Umekubali kutumika. Ni nini kikutishe? Nini kikuweke mbali? Wako waliojihatarisha wakiwemo manabii kama Isaya, akaishi kwa miaka pamoja na nabii mmoja aitwaye Hosea na Mika, waliofanya kazi zinazofanana kwa habari ya kutangaza hukumu na kutangaza wokovu kwa taifa la kusini, yani Yuda, na kaskazini, yani Israeli. Haya akatawala kwa mara ya mwisho wakati wa kupanuka kwa utawala wa Ashuru juu ya taifa la Yuda na Israeli. Isaya alifanya kazi yake. Leo hii Roho Bwana yeye aliyekuwa juu ya Isaya, nami ninasema Roho Bwana Mungu yu juu yangu kutangaza amani kwa yeye ambaye amani imepotea, kutangaza urejesho kwa yeye ambaye amepoteza baadhi ya nafasi. Yawezekana utumishi, yawezekana uchumi, yawezekana furaha ya ndoa. Inawezekana umepoteza amani kwa sababu ya michango, umepoteza furaha kwa sababu ya kutumika, yaani muda mwingi umeona umekuwa ni muda wa Mungu. Kwa hiyo wanapokufuatilia umepata kikwazo ndani yake. Wewe ni nini kinakutisha? Lakini tunaweza tukaona katika habari hizi ya kwamba alikuweko mfalme Manase mkali katili, hakutaka kazi ya Bwana iendelee. Leo hii mfalme Manase ni nani? Mfalme Manase wa leo ni nani? Mfalme Manase ni majaribu yanayotuandama. Mfalme Manase ni magonjwa, kazi ya Shetani, vita, fitina, lawama, kushindwa kusonga mbele kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Ndiye mfalme Manase anayelitesa kanisa la leo, anawatesa waamini wa leo. Na hata ninaposimama kuhubiri habari hizi, si kana kwamba ninahubiri zipite hewani, bali iko Roho ya Mungu ambaye inataka kumkumbusha mtu ya kwamba kuna mahali ulitaka kusahau, ukataka kwenda kinyume, basi geuka, umtumikie Bwana. Mtumikie Bwana kwa matoleo, mtumikie Bwana hata kwa kuimba, mtumikie Bwana hata kwa kazi mbalimbali. Si lazima uwe tajiri. Yeye anasema mimi ninampa nimpendaye, nami ninafukarisha, nami ninatajirisha. Yeye anatukwepa kwa wakati. Hakuna awezaye kulazimisha, ila sisi kazi yetu ni kukaa katika utakatifu, ya kwamba atazamapo jicho la chini hapa chini amuone mtumishi mmoja kama anayesema ninajua, anaweza. Lakini tusilalamike. Ingekuwa ni kulalamika, basi inawezekana hii kazi ingeishia huko huko, isingetufikia. Lazima apatikane mtu wa kujihatarisha. Anamuona Manase anapiga vita, lakini anasema hukumu ya Bwana yaja. Yuko mwanaume anakuja, iko neema ya Bwana inaokoa watu, inaponya watu, inawarekebisha watu kutoka kwenye misimamo yao ya dunia. Wako watu wana misimamo. Nikwambie ndugu yangu mpendwa, yupo ndugu mmoja alifungwa gerezani kwa sababu ya kosa la wizi. Akafungwa kwa sababu maisha yake aliyaona ni magumu, hivyo akawa mwizi. Lakini ikafika muda akakamatwa, akafungwa miaka ya kutosha, akapata na unyampala kule.
Baada ya kumaliza muda wake wa kifungo, akapiga hesabu. Kule nyumbani niliondoka kwa uwizi, hakukuwa na mali hata za uwizi, ndio kilichonileta hapa, ndio maana nimefungwa. Sasa nimemaliza kifungo, ameshazoea kule, amepewa na unyampaa, anakula anavyotaka, anaweza akaoga anavyotaka, maana amekuwa mtumishi kibaraka. Alipomaliza kifungo, hakimu anasema amemaliza kifungo, mfungueni huyo, yuko huru. Akafika mlangoni, akakuta anatikisa kichwa. Askari anayemsindikiza akageukwa, ili arudi gerezani inabidi afanye kosa. Akakamata askari akanyonga. Wanasema mwokoe huyo, akakuta yeye anaona atapona na meno juu ili afe, maana akiua atafungwa kifungo cha maisha. Kwa hiyo atakuwa nyampala, atakuwa ni miongoni mwa waajiriwa. Leo hii inawezekana mtu akatamani kukaa kwenye kifungo kwa sababu iko faraja anayoipata ya kidunia. Mtu akakaa na kung'ang'ana, akawa labda ni msengenyaji, na kwa kuwa anamsifia hata yakihubiriwa anashindwa kuacha, maana ni kiu kama ya pombe. Kwa hiyo anajikuta tena amesengenya. Anaweza akawa ni mtu anapiga vita kazi ya Mungu kwa namna yoyote ile, na madhabahu na nena anasikia, lakini kwa sababu anayo faraja anayoipata anaendelea, maana naye ni shetani. Kuna nafasi ameipata pale, amekuwa nyampara. Kataa kuwa nyampara wa Ibilisi, kataa kuwa nyampara, adui wa huduma ya Mungu. Lazima tutambue kwamba hiko neema na tumaini jipya katika Kristo Yesu. Yeye tukikaa ndani yake, naye anasema tutakula neema ya nchi, maana tumekubali na kutii. Haleluya! Na asilimia kubwa ya wokovu waliopokea wokovu na wengine ambao hawajapokea neema ya wokovu. Hei, kumekuwa ukimtimba na mambo mengi yanayotuzinga, yanatutenga. Tunajikuta kwamba tumekaa katika fungo, yani fundo na tanzi la kutunyima haki kwenda madhabahuni pa Bwana. Tunabaki kuwa na uchungu, tunalia, lakini tunaona milango imefungwa. Hatuoni mpenyo wala hatuoni amani moyoni, maana kuna kitu kimekakata, kimeng'ang'ania. Lakini leo hii neno la Bwana linasema, na malaika wa Bwana akisikia na Roho Mtakatifu yu juu ya kanisa, linasema limekuja ili tuwafungue waliofungwa wapate kufunguliwa vifungo vyao, nao waliotekwa na kufetwa waachiliwe huru. Ni vitu gani ambavyo vimetufunga? Kila mtu anaweza kaona kitu chake, kinaweza kawa kidogo sana, kidogo ambacho hata kwa watu hakizungumziki, lakini kinaninyima haki na ujasiri wa kwenda mbele za Mungu. Hivyo najiona natimiza sheria ya dini, lakini simuoni Mungu akithibitika kwangu. Kuna mambo ambayo yanatutenga, nayo ni kama yafuatayo. Jambo la kwanza, tumetegemea akili zetu wenyewe. Usitegemea akili. Tumetegemea akili zetu, uelewa wetu, ufahamu wetu, wengine uchumi, wengine elimu ya darasani. Yaani unasema hapa hakuna kitu. Lakini nakwambia ndugu yangu mpendwa, ziko majeneza zingine za thamani kubwa sana, lakini zimebeba maiti ya mwenye hela na inafukiwa. Kwa hiyo jambo kubwa, tusitegemea akili zetu, tumtegemee Bwana. Lakini pia jambo lingine, tunapuuza maongozi ya madhabahu, tunapuuza maongozi na maonyo ya madhabahu.
Madhabahu inanena juu yako, wakati mwingine ukiwa kanisani, wakati mwingine ukiwa kazini kwako. Iko madhabahu ya Mungu inanena kwa siri yako mengi ambayo hauwezi ukasema, lakini madhabahu ya Bwana inanena nafsini mwako ya kwamba hapa rekebisha, achana napo, wala using'ang'ane napo, usifanyike wewe mpala. Hapa rekebisha. Yamkini umetapeli mtu kwa kutumia dini ulionayo. Mtu katapelika, ameshaingia kwenye mchezo ambao haujui, na refa umekuwa mwenyewe, muamuzi mwenyewe, kwa sababu una neema ya wokovu umesikilizwa. Tupone napo, amina, lakini tumekosa utii. Kwa nini tukose utii wakati tuko ndani ya wokovu? Yaani tuko ndani ya gamba, lakini sisi tumeshika sindano tunalichogoa. Tumepanda kwenye meli, tumeshika misumari tunagonga ule mtungi uliojaa hewa ili meli isizame. Asipatikane katikati yetu aliyebeba misumari mfukoni anatoboa mtungi wa meli. Lakini tumekosa ustahimilivu. Ustahimilivu ndio nanga ya Mkristo. Lazima kustahimili katika mapigo yale yanayosema haya magumu, ndipo pa kusimama. Katikati ya washindi ni wale walioshindwa mara kadhaa, lakini hawakuacha kujaribu. Daktari bingwa anapatikana baada ya kuua wengi. Kwa hiyo usije ukashangaa wewe ni jaribio kwa daktari siku nyingine. Yaani ili apatikane daktari bingwa lazima awe anapimwa, anapewa kazi. Sasa atatibu nani ili ajaziwe vyeti? Akikosea wanasema leo alibaki kidogo kufaulu, ila mtu ameenda, yeye anajaziwa pale, mati zinapanda. Sasa jiulize, na yeye hataki kukata tamaa, ila anaona watu wanakufa. Hupaswi kukata tamaa. Jivike ustahimilivu na uvumilivu. Katikati ya matatizo ndipo Bwana anapoinuka. Yaani unapoona mambo yanakuwa magumu, hapo ndipo pakulia kumtafuta yeye sasa. Wala usitazame tena akili za wanadamu. Unajua Isaya alikuwa akiwaasa wafalme ya kwamba yalikuweko mataifa dhidi yao yaliyokuwa yakiwapiga. Kuna Waashuru, Wakaldayo, wa Misri, wengi kadha wa kadha. Lakini Isaya wakati mwingine akawa akiwaambia wafalme kwamba mfalme, hasa alikuwa akiongea sana mfalme Hezekia wakati wa mwisho wa Hezekia. Hezekia alimpenda sana Isaya, lakini ajabu yake mtoto wa Hezekia ndo alimuua Isaya. Sasa Isaya alikuwa akisema, acha msikodi majeshi ya nchi, wao walikuwa wakitegemea nguvu ya jeshi. Anasema geukeni kwa Mungu, sisi tupo kwa ajili ya Mungu, tusitegemee nguvu ya wanadamu. Kwa nini aliongea hivyo? Yaani tusitegemee ya mwilini, bali tumtazame Mungu, yeye awezaye kutupa ustahimilivu hata katika mwili. Unaweza ukamtazama Stefano anapitia magumu na kupigwa mawe, lakini anatabasamu na kuona mbingu zinafunguka. Hatazami maumivu, kumbe wakati mwingine unapogeukia kwa Bwana, yeye anayatoa maumivu kwako. Unaanza kuiona faraja katikati ya mateso, na wewe unafanyika ni msaada hata kwa wengine. Maana utakuwa kwenye teso, lakini utamuita mwingine, utasema Bwana, acha, umeniona mimi napitia haya, lakini simwachi nani? Yesu. Hivyo Mungu amelituma neno lake, na Roho Bwana yu juu ya kanisa leo. Kila mmoja atangaze na kuona nafsini mwake, aitangazie nafsi ya kwamba wewe ni adui gani uko ndani yangu, manase gani ambayo unanitesa, ambayo unanitisha, nami nataka nikae katika tumaini la Kristo. Yesu hatakuacha. Lakini pia endapo tutabakia
kuwa kwenye mateso hayo ambayo tumeyashikilia tukaona tuna faraja. Tumebaki kwenye misimamo yetu. Yako mambo mengi tutayakosa tukibaki kwenye misimamo ya kibinadamu, ya kwamba vue bayanzirane tangaleha kwenye nimba jikwaya, lakini tangale hapo naongea peke yako nafsini mwako, maana ukitangaza watakujua, watakutenga. Kwa hiyo unaiambia nafsi yako ya kwamba lakini hata wakisema kwani wananijua? Ila iko nafsi ndani yako ikushuhudie ya kwamba ninaloliwaza juu ya huduma ya Bwana mimi ni Manase, ninataka kuua na kata watu na misumeno. Basi bora hata kingekuwa kisu kina uwezo wa kukata mtu asiumia haraka. Msumeno unaenda twende mbele rudi nyuma, unatoka na nyama 2 3 hadi mtu afe, ni maumivu makali. Hii inafananishwa jinsi Kristo Yesu vile alivyojitoa na kunyenyekea kifo cha msalaba, hatimaye akafika wakati akaona anachoka, usamilivu na kwenda unashuka, akalia kwa sauti kuu akasema, Eloi Eloi lama sabakthani, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Mbona umeniacha? Kuna wakati hata ukiwa ni mtu wa kiroho, kuna wakati moyo unaona kabisa hapa mambo ni magumu. Tumlilie Mungu wala tusitoke, yeye tumwangalie kwa sauti kuu ya kwamba nimekutumikia Bwana, leo nipo kwenye mateso haya, Eloi Eloi lama sabakthani, nitazame kwa upya, nitie nguvu. Yesu atashuka, atakutia nguvu. Na wakati mwingine haya mambo tukibaki tumeyashikilia, ambayo atatutenga, haya ya kukosa utii, kutokuwa watoaji, kukataa kutumika. Unaweza ukakataa kutumika bila wewe kujua kwa nimekataa kutumika. Yaani upo ndani ya kanisa, wewe chochote watakachosema unasema, yaani sijawahi toka kuzaliwa kwangu. Ila hakuna elimu inayofanyikaga tumboni mwa mtu. Wote ambao wamezaliwa walitoka wakiwa weupe. Hakuna aliyejifunza kitu, hakuna shule tumboni mwa mama. Kwa hiyo unaweza ukawa umekataa kutumika katika kazi ya Bwana pasipo wewe kujua. Tumika kwa Bwana, sikia maonyo ya madhabahu, sikia unyenyekevu wa madhabahu. Madhabahu inasema nini juu yako leo? Madhabahu inanena nini juu ya baraka zako? Madhabahu inanena nini juu ya wokovu wa familia yako? Kuna namna ambayo tunapaswa kuokoka, si katika ile ya kwanza ambayo tuliingia kuongozwa sala ya toba. Kuna wokovu wa nafsi unaendelea. Wokovu ni mchakato, wala hauishi siku moja. Wokovu ni maisha ya mwanadamu. Mwingine anasema niliongozwa sala ya toba, nimemaliza yote. Hujamaliza, bali umeingia kwenye mchezo. Kwa hiyo usishangae wakati wa kabla ya kuingia ulikuwa katika hali ya kawaida. Ulipoingia wakabaji wakawa wengi. Anayekosoa mchezo hata kwa wachezaji mara nyingi ni wale wa nje, na wakati mwingine wale ndio huwa wanapigwa. Wachezaji wapo ndani, wanamaliza mchezo, wanabadilishana jezi, wanapeana heko ya mchezo. Wa nje huko meno wengine hamna, wengine wake wameweka poni, wengine nyumba, wengine wanajinyonga. Sasa hebu sisi tulioingia kwenye mchezo tuangalie mchezo, usije ukatuangusha chini. Tusijisifu kwa sababu ya wokovu, bali tunyenyekee katika mkono wa Bwana ulio hodari, naye atatukweza kwa wakati. Haleluya! Nami niko mahali hapa, ninasema Roho Bwana yu juu yangu, ninenalo basi iwe ni amina, maana Bwana amenileta niyanene maneno matakatifu, na wala si kwa ajili ya familia, bali kwa ajili ya utukufu wa Bwana.
katuita Katenjele, lakini najua nyumbani ni hapa. Mtu asije akaniuliza kwa nini leo umekuja hapa wakati tumekupa kanisa. Hapa ni nyumbani, nitakuja. Hebu shangilia kama umependa. Hapa ni nyumbani. Yaani ukizaa mtoto hata akiwa jeuri anaiba huko, lakini akirudi nyumbani nakuta unawaza sasa nikimfukuza kwa wale mtoto wa nani? Inabidi useme tu mwanangu, acha wewe unanichafua, lakini mimi ni mtoto, mimi sitakuwa mwizi hata siku hii, bali Mungu aliyeniweka atakwenda kujiinua na kujitukuza. Naye atakayeniona atasema libarikiwe tumbo la Kalvari kuleta mtoto huyu. Kalvari mmenizaa, nami nitakaa kwa Bwana siku zote za maisha yangu. Yeshua atasema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana, nami ninasema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Sitaogopa wala kukimbia, maana ninamjua Bwana aliyenifanya. Na hata kama yatatokea mengine ya kutokea, nitatazama kwa Bwana. Eloi Eloi lama sabakthani, niko hapa. Yeye atainua majeshi yake, atapigana na maadui zangu. Naliombea kanisa kwa Bwana ambalo Mungu amenipa, washirika ambao tuko pamoja, tumefuatana. Mungu awabariki sana, maana mmeingia katika mahali ambapo baraka ya Bwana mtaiona. Lakini pia usione tabu. Wakati mwingine tumeona watu katika ulimwengu wa nyama, watu wanaweka kitchen party, watu wanaweka happy birthday, watu waziotoka wanacheza, wanaimba, wanaleteana hadi kuwezeshana, wanapeana magari, viwanja na nini. Si zaidi kwa Bwana wewe ukiwezesha kanisa la Bwana? Ukamtunze mtu siku ya kuzaliwa, ukamnunulia uwanja wa milioni 10, afu kanisa unataka uwanja wa milioni 4, unasema acha akome kidogo, apitie kidogo, maana tunawaambiaga aelewe. Mimi nasema naelewa, najua Bwana atakutumia, kazi ya Bwana itakwenda mbele. Hapo nimewachomekea. Roho Bwana asema na kanisa. Yaani hakika Mungu atusaidie. Niko mbele yenu, nafurahi sana, maana niko kwa baba na mama. Namuona baba, usiende mbali. Yaani nipo nyumbani. Unajua ukienda nyumbani wakati mwingine, hata wakati unaondoka, wazazi walikuzuia usiingie chumbani, lakini ukitoka kwa muda fulani ukarudi nyumbani kusalimia, baba na mama wanatamani uingie mpaka chumbani kwao. Wanasema mwanangu, njoo uone hapa panya walishatokoa huku. Wakati upo nyumbani walikuzuia wakafunga na kufuri, maana nimerudi nyumbani, hebu msinizuilie. Nionyesheni kama mahali panya ametoboa ukuta, nimekuja mtoto wenu, maana mmeshaniamini kwamba ameshakuwa na mchi, kwa hiyo ameacha utukutu, kwa hiyo hawezi kufanya balaa hapa nyumbani, bali Bwana atainuliwa. Ndugu zangu wapendwa, ninamtukuza Bwana juu ya kanisa, ninamtukuza Bwana juu ya neno lake, maana ametupa, naye anasema ili tuwe ndani ya tumaini jipya katika Kristo, tusitegemee akili zetu wenyewe. Na ili tuwe ndani ya Kristo katika tumaini jipya, jambo lingine linasema tuwe wanyenyekevu, tuwe waombaji. Unyenyekevu ni kukubali kuwa chini ya mamlaka fulani na kukubali maongozi na kutekeleza. Huo ndio unyenyekevu.
nyenyekea. Yaani wewe kwa kuwa umekubali kuingia kwenye wokovu, nyenyekea. Lakini utii una maana ya utake usitake unatii, yaani utake usitake twende. Utii unatumika sana hata kwenye serikali ya dunia. Mwanajeshi akiambiwa tembea mbele, hatakiwi kusema huku mbele mbona ni kama kuna matope, ni kwenda mbele mpaka mwenyewe kapteni aseme haya goli geima, maana ameona watu wanaenda wanazama kwenye matope. Lakini wewe hutakiwi kupiga kelele useme bora tunaisha huku, hakuna, ni kwenda mbele. Acha tukaishie kwa Yesu, twende mbele. Nani nataka tukaishie huko huko, ili tutakapofika tutasema tutaimba hosana, haleluya. Wakati tumefika tunasema tutaimba, tunasema tunaimba hosana, ila sasa tunasema tutaimba hosana, tunakwenda kwenye matope, wengine wanazama wanaenda. Hakuna kupiga kelele, anayezama funga mnyororo kokota, twende naye. Kama mzima basi, kama amekufa tutamwacha huko huko njiani. Yupo aliyemuumba, anamjua kuliko wewe, ila twende, usikate kamba. Yupo mwenyewe atakayekuja kukata, atakuja kuona kuwa huyu amechoka na safari, kateni kamba, atatuchelewesha, funga mwingine. Wapo wakulima mahali hapa wanaweza wakawa mashahidi, wakifunga ng'ombe kwenye chozi, wakiweka kwenye nira, ng'ombe akiwa jeuri, wengine huwa wanawapokea moto hadi puani mpaka afanye kazi, maana umemkusudia. Kwa hiyo nawe inawezekana kuna mambo unayapitia, ni Mungu anapokea moto puani, maana amekukusudia ufanye kazi yake. Na ukishindikana, anauza, unachinjwa. Wakulima wananielewa, ng'ombe anapigwa mpaka angekuwa anaongea aseme nina shida ya mapafu, pengine angeeleweka, lakini kwa kuwa haongei, ataongea kwa vitendo. Ikishindikana kabisa, basi mkulima anamkatia tamaa, anaenda anauza au anabadilisha. Lakini yuko Yesu Kristo, yeye hatukatii tamaa, maana liko tumaini jipya katika yeye. Yeye anauisha, mume lake linauishwa, maisha yetu yanauishwa, uchumi wetu unauishwa. Wakati mwingine tunashuka, tunapanda kwa sababu ya tumaini jipya katika Kristo. Huduma yetu inauishwa, wakati mwingine tunazuia, lakini tunainuka, maana liko tumaini jipya katika Kristo Yesu. Haleluya! Nami nakwambia usikate tamaa. Na ikiwa unaelewa kinachoendelea, lazima utamtafuta Mungu kwa ubinafsi. Na ikiwa umetambua ya kwamba liko tumaini jipya, basi utakuwa na muda wa maombi yako, maombi binafsi. Mwingine atasema lazima niende mlimani. Mlimani hiyo ni wewe, ni namna unavyofikiri. Mungu haishi mlimani. Hivi mnajua Mungu haishi mlimani? Tusidanganyike na mtu akasema mimi ni mwana maombi na lalaga mlimani. Mlimani kuna nyoka, lakini Mungu yupo hata hapa. Kwa lazima ukakeshe mlimani muda wote. Tusimtengenezee Mungu mazingira ya kumfungia eneo. Yaani tumemjengea kibanda mlimani, hashuki huku. Iwe ni namna ya vile ambavyo nafsi yako imebarikiwa kupata utulivu, basi nenda. Ila mtu asikushawishi eti mlimani maombi ndio yanajibiwa. Ni uongo. Watu wanalala mlimani wanakufa vichaa. Kwani hamjaona? Wamepagawa, wamepandwa na maloo. Kwa hiyo mlimani sio fundisho la wokovu. Fundisho ni kwamba yuko Kristo, yeye aliyegongonezwa msalabani, naye alisema imekwisha. Kwa hiyo
watakaoniamini na kunifuata. Utii wetu ndio mlima. Sasa unataka uende mpaka mlimani, utoke miguu mpaka imechubuka, umepiga magoti kwenye mawe. Basi huyu Mungu atakuwa na taabu. Milima hatari. Yesu atusaidie, Yesu atusaidie. Na ikiwa tumejua ya kwamba liko tumaini la kweli katika Kristo, basi tuna muda wa kutamania mfundisho, kama asemavyo, yeyote atakayekuwa na maarifa atapenda kufundishwa, kujifunza. Tupende mafundisho, tusipende uzushi wa nje. Lakini wengine wameng'ang'ana na kujitwisha mizigo ambayo ilikuwa ni misumari, bali si mafundisho. Umechanganya mambo mengi, mafundisho mengi. Umekuwa mtafiti kama wa kisayansi, hatimaye umetoka mpaka kwenye reli. Umeenda kuomba ushauri mpaka kwa wasioamini juu ya mchungaji wako. Umeenda kuomba ushauri kwa wasioamini juu ya mwanakwaya mwenzako. Umeenda kuomba ushauri juu ya wasioamini kwa habari ya utoaji wa kanisani kwenu. Alafu unasema eti hivi kweli? Umejitwisha mafundisho yanayokupotosha. Achana nao, fanyika wewe nuru kwao. Usikubali kuvutwa, bali wewe vuta. Kama ninavyosema, washindi ni wale walioshindwa ila hawakukata tamaa kujaribu tena. Na sifa ya mshindi imekaa katika tumaini la ndani. Yaani mshindi anapokuwa kwenye target, hakubali kutoka kwenye target kwa sababu ya kizuizi mbele. Tunaweza tukamwona Yoshua alivyoona target mbele, kuna ukuta wa Yeriko, ilibidi atazame kwa Bwana, akapata maelekezo. Tunaona Musa alivyoona vita huku imechachamaa, akaona target ya kuvuka, pana maji, pana bahari. Hakutaka kukimbia, bali aligeuka kwa Bwana. Yeye Mungu anatazama lile tumaini mtu amelibeba na kutazama kwake, anaondoa kikwazo mbele yake. Na hata vita inayokuja juu yako haifanikiwi, maana amegeuka kwa Bwana. Hata kama makwazo yaja juu yako hayafanikiwi, maana unageuka kwa Bwana. Lakini ukiendelea kutazama makwazo, basi utaendelea kubeba shida na mzigo. Naye Bwana anasema, huyu mwanangu, na maana hanijui, hanielewi. Mungu awabariki sana, maana neno lake lipo kwa wakati sahihi. Kila mmoja amesikia, nami nimelifundisha kama nilivyokufundisha. Nami nimebadilika. Kuna baadhi ya visehemu na mimi unakuta nasema hivi, hapa nimeongea na mimi hapa na cancel, maana na mimi najikuta roho wa Bwana ameshatembea. Maana neno la Bwana ni upanga unakata kuwili. Kwa hiyo na mimi naendelea, najengeka, naimarika. Si kwamba mimi nimekamilika. Yuko roho Bwana anayehudumia na mimi hapa, na kanisa lake linabadilika, nafsi za watu zinainuliwa, mioyo ya watu inatengenezeka, maana liko neno la Bwana linalokata kuwili, halichagui. Wakati huu ningeomba tuweze kusimama, kila mmoja atazame mahali pake ambapo ameona pana tabu, ameona pana shida, ameona kikwazo, ameona Manase akafanya kazi ya Bwana kukatishwa kwa kinywa cha nabii Isaya. Lakini Roho Mtakatifu katika 61:1 mstari wa kwanza huo, tunaona jinsi Roho wa Bwana alivyokuwa juu ya mtu wake, yani nabii Isaya, akihakikisha taifa lake linafikiwa na ujumbe kwa wakati, wala kuangalia ushindi wa ufalme na mikakati waliokuwa nayo, lakini alitaka neno lifike kwa wakati. Leo hii Roho wa Bwana
anasema chunguza maisha yako. Wokovu ni mchakato, wokovu ni maisha, wala sio tukio la siku moja. Wokovu ni mwendelezo. Ndio maana tunapaswa kuishi maisha matakatifu, tuwe na mzunguko ambao utasababisha baraka kwetu. Tuwe na muda wa kuomba binafsi, tuwe na muda wa kujifunza, tupate namna ya kulitii neno na madhabahu ya Bwana, maana inanena juu ya maisha yetu, inanena juu ya kazi zetu, inanena na juu ya watoto wetu. Wote ni mashahidi, tunajua ya kwamba hakika yuko Mungu mwenye huruma na rehema. Yeye ametuhurumia, yeye ameturehemu. Yako makosa makubwa na dhambi nyingi ambazo kila mtu akisema eleza, watu tutakimbiana, na mengine tumefanya wakati tayari tumeingia kwenye wokovu. Watu tutakimbiana, lakini Roho Bwana anasema tazama, Manase wako yupo wapi? Omba mbele za Bwana akusaidie na wewe upate nguvu ya kushinda na kusema, Roho Bwana yu juu yangu, ukatangaze kufunguliwa kwa wengine, ukatangaze kuachiliwa huru kwa wengine, ukawe msaidizi wa kutoa wengine ili watoke kwenye shida, ukawe ni sehemu ya kufanyika baraka kwenye nyumba za wengine. Wengine wamekutazamia wakijua watapata neno la hekima kwako, lakini wamepata kitu cha tofauti. Leo hii omba mbele za Mungu. Yesu yuko mahali hapa. Nenda mbele za Mungu moja kwa moja ukiomba. Wakati tunakwenda kuhitimisha, omba mbele za Bwana. Yesu, mwambie Yesu, nisaidie, nipe tumaini jipya. Naomba unapenda wakati mnapanda mbele, tuende moja kwa moja kwenye maombi.